Upendo wa kweli unaleta sitara kwenye ndoa. Ina maana pia kuna upendo ambao sio wa kweli. Upendo usio wa kweli una vitu ambavyo mtu anavitazama ndo vinapelekea upendo usio wa kweli. Kwa mfano, ninapoingia kwenye ndoa nikiwa na mtazamo wa kwamba kipaumbele changu ni mali. Huyu mtu ana mali na ndio maana nimeamua kuingia naye kwenye ndoa. Huyu mtu ana cheo. Huyu mtu ana status fulani. Huyu mtu ana muonekano fulani, ndio ulionifanya nikubali kuingia naye kwenye ndoa. Lakini sikuwa nimependa. Inamaanisha huu upendo sio wa kweli. Ikitokea hizi mali zikaisha, siwezi kuendelea kumpenda huyu mtu. Ikitokea kile cheo au ile hadhi yake ikashuka, maana yake kilichonisababisha mimi niungane na huyu mtu hakipo. Kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea. Na ikitokea kwamba muonekano ule uliokuwa nimeutaka haupo, maana yake siwezi kuendelea na huyu mtu. Lakini upendo wa kweli ni upendo ambao ninampenda mtu alivyo. Niko tayari kuwa naye either ana pesa au hana pesa. Nimeamua kuwa naye. Na kwa sababu nimeamua kuwa naye kwa namna yoyote, katika safari yetu ya ndoa, hakuna kitu kitasababisha nimwaibishe huyu mtu. Haijalishi kutatokea tufani ya aina gani. Haijalishi kutatokea ugumu wa aina gani.